You're watching IBGM TV, home for all Christians. Akiongoza na KMC ndani, nasikia kweli nimekuja mahali pazuri. Bwana asifiwe sana. Mchungaji yangu Mungu akubariki sana. Yaani hawezi boresha ibada. Si ndio? Ama si mzuri. Mimi nimeona. Mchapie ni makofi ukiongozi na mchungaji yangu katika jina la Yesu. Alafu muongeze makofi mazuri kwa sababu ya kupewa heshima zote na askofu na kunipa madhabahu haya ni huduma. Muongeze makofi ya askofu wetu. Hayo ongeza wachungaji wetu makofi mazuri katika jina la Yesu. Uongozi wote wa kanisa hili, ungekataa nifike, askofu angemletea shida. Wangesema yani viongozi waseme hapana, hatutaki huyo mama afike, ingekuwa ngumu. Si muongeze makofi mazuri kwa sababu ya viongozi. Mungu awabariki, Mungu awabariki sana. Sasa jipigie makofi mazuri. Hallelujah. Thank you. Tumeachana mume wangu asubuhi na akanipa salamu. Hata anapiga simu. Nimekosa hizi miwani tangia saa 3:30. Tulikuwa na yeye jana kwa Tibrum na ikawa yeye ndiye alimalizia nayo akisoma nayo. Sasa nampigia mpaka kwa kanisa namwambia miwani iko hapa. Miwani na kijana yangu kwa hapo wa mwisho. Nikamwambia hii ni shetani mkali ataka kuleta matatizo. Bwana asifiwe sana. Yaani from 9:30 natafuta miwani. Nimejitayarisha niko ready. 9 minutes and above. Natafuta miwani. Bwana asifiwe. Hata nikafika mahali nikasema sasa hiyo acha sasa staenda nayo. Si ya ugonjwa, ni miaka ukichaitwa shosho unatumia miwani. Hiyo nikubalieni tu. Haleluya. Nimeona hata askofu wako nayo. Si ati ugonjwa nini. No. Miaka tu. Ikishafika hapo unaruhusiwa kutumia hii. Na hiyo inakubalika katika naona huyu yake ni yani huyu bado mchanga. Yake ni ya umaridadi. Haleluya. Lakini nashukuru Bwana. Nimeongea sana kwa sababu nimefurahishwa na kanisa hili kabisa. Nimefurahishwa na kanisa hili sana. Na nashukuru Bwana kwa kunipa tu neema na kibali cha kufika na kuhudumu mahali hapa katika jina la Yesu. Nikubalie tu niende kwa neno la Bwana kwa sababu ya muda, na ninajua tutakuwa na wakati mzuri kwa neema ya Bwana katika jina la Yesu. Haleluya. Nataka kunena juu ya nguvu ya madhabahu. Bwana asifiwe sana. Kama uko na notebook yako andika nguvu ya madhabahu. Bwana asifiwe sana kwa sababu madhabahu yana nguvu. Madhabahu yana nguvu katika jina la Yesu. Ningetaka kusoma katika Wafalme wa kwanza 18. Wafalme wa kwanza 18. Siku ya leo ningetaka kuongea juu ya watu watatu. Elia, Ahab na mtu anaitwa Jezebeli. Bwana asifiwe sana. Na ni wakati Elia alikuwa mafichoni na Mungu akamnenea akamwambia kwamba jitokeze, kwa sababu kwa miaka 3.5 hakukuwa mvua. Akamwambia jitokeze na ili ujionyeshe kwa mfalme Ahab. Na neno la Bwana linasema ya kwamba Elia akajitokeza. Na alipokuwa akienenda, Ahab na pamoja na mtu anaitwa Obadia waligawana. Wakasema nchi hii tumeteseka na mifugo yetu inaangamia. Wakaambiana sasa utaenda pande hii na mimi niende pande hii. Tutafute mahali tunaweza pata mito na ili kwamba mifugo yetu isikufe. Bwana asifiwe sana. Na hapo sasa Obadia akienenda, hapo ndiye alikutana na mtu anaitwa Elia. Neno la Bwana linasema ya kwamba akaanguka kifundifundi, akamwambia mtumishi wangu. Naye akamwambia nataka uondoke sasa. Uende uambie mfalme ya kwamba nimekuja na niko area. Yani niko around. Bwana asifiwe sana. Akamwambia nataka uende uambie mfalme Ahab niko area na ninataka kujionyesha. Bwana asifiwe sana. Obadia akaanza kuleta upingamizi. Akasema hapana, wewe ni nini? Yani umetafutwa, umetumana kwingi. Na wale watu wanasema hawajakuona, wanaangamizwa. Wewe unataka na vile nimekuwa mtu wa Mungu. Yani nimekuwa nikificha manabii wa Mungu 100 na waweka 50-50. Yani nimetumikia huyu Mungu kwa uaminifu. Akamwambia mimi ndio nakwambia. Enda umwambie niko. Haleluya. Mwambie niko.
nimeangamiza Waisraeli sana, na mimi nimebaki nabii wa Bwana peke yangu. Nataka tukutane katika mlima Karmeli. Haleluya! Nataka tukutane, wakusanye wote. Bwana asifiwe sana. Akaambiwa wakusanye wote. Kusanya manabii 450 na manabii wa Ashera 400. Waisraeli wote tukutane mlima Karmeli. Haleluya! Kuna maneno mtu wa Mungu ananifurahisha, alitamka. Akasema ya kwamba tukutane, na kama Mungu ambaye ndio Mungu tutamwabudu. Kama Mungu Jehova ndio Baba tutamwabudu, na atabaki Bwana. Haleluya! Akawaambia wakusanye, waite wote tukutane katika mlima Karmeli. Bwana asifiwe sana. Na Bwana anasema kwamba wakakutana, hawaogopi, wakakutana. Haleluya! Walipofika pale, Ahabu akasema, akaambia Waisraeli, watu wote ambao walikutana, akawaambia tunataka kujua Mungu wa kweli ni nani. Tunataka kujua Mungu wa kweli ni nani. Ni kweli nimebaki mnabii wa Bwana peke yangu, na sasa nyinyi ndio wengi, ni 450 manabii wa mbali. Waambia fanyeni hivi, tafuteni ndume mbili tu, sileteni hapa 2 bulls zile zinatoshana kama mimi. Unajua nimetoka wapi? Nimetoka pande ya Kirinyaga. Na ukiangalia wale wanajua mheshimiwa Waiguru ni mchache. Watu wa Kirinyaga si wachache. Ni wale wa Nyahururu, lakini mimi nimezaliwa Kirinyaga. Kirinyaga tuko hivyo. Hiyo hakuna shida. Si nichapie makofi mazuri. Haleluya. 450. Akawaambia tafuteni bulls mbili. Na nyinyi kwa sababu ndio wengi, nyinyi ndio mtakuwa wa kwanza. Haleluya. Nyinyi ndio mtakuwa wa kwanza. Chukueni moja, wakatakata vizuri, tengenezeni madhabahu, muwekelee kuni. Lakini kitu akaomba watu wote, kitu tutafanya, hatutaweka moto chini. Yule Mungu atatiakishia moto, tutajua ndiyo Mungu. Yule Mungu ataleta moto, kama ni Mungu wa bali, hatajulikana ni Mungu. Kama ni Mungu, tutajua ni Mungu. Haleluya. Katengeneza, wakakatakata. Bwana asifiwe sana. Wakakatakata, wakatengeneza madhabahu, wakawekelea nyama zao pale. Yaani ile ng'ombe wakamkatakata vizuri. Neno la Bwana amesema ya kwamba wakaanza kumuita Mungu wao wa mbali. Haleluya. Ninaona wakizunguka, wakisema Mungu wa mbali shuka, Mungu wa mbali shuka. Haleluya. Wanasema Mungu shuka, wanaruka, wanazunguka. Bwana asifiwe sana. Ikafika adhuhuri. Itakuwa adhuhuri ama ni mchana? Adhuhuri. Bado wako pale. Haleluya. Mungu wetu, Mungu wa mbali, jionyeshe, fanya kitu. Wanazunguka, fanya kitu. Elia akawaambia, akawadhihaki. Ilipofika adhuhuri, akawaambia ni nini? Paseni sauti. Labda Mungu angebariki. Labda Mungu angebariki safari. Paseni sauti. Haleluya. Wamushe. Haleluya. Wakisikia hivyo wanachukua mikuki, wanajikatakata kama desturi yao. Damu inawatoka. Mungu wa mbali, Mungu wetu, jionyeshe. Wapi hakuna. Haleluya. Jionyeshe. Wamejikatakata. Nilikuwa nafikiria, nasema watu ni nini? Wanajiumiza bure. Wamejikatakata. Ndio Bwana anasema wakatoka damu, wakiita Mungu wao wa mbali. Haleluya. Ilipofika jioni, Bwana asifiwe sana. Ikafika wakati wa Elia. Tazama mwenzako, ikafika kumwambia kwamba ikafika wakati wa mtumishi wa Bwana. Mtazama mwambie ikafika wakati wa mtumishi wa Bwana. Haleluya. Yaani nimwambie ikafika wakati wa Elia. Haleluya. Kuna kitu kinanifurahisha. Akaondoa yale madhabahu. Bwana asifiwe sana. Akaondoa yale madhabahu. Madhabahu ya Bwana huwezi wekelea kwa madhabahu mengine. Haleluya. Uliza mwenzako madhabahu yako umejenga wapi? Bwana asifiwe sana.
akawekelea madhabahu ya Bwana juu ya madhabahu mengine, akaondoa yale madhabahu. Neno linasema ya kwamba yake yalikuwa na matayarishi mazuri. Bwana asifiwe sana. Mtu wa Mungu Elia, haleluya, akaondoa yale madhabahu. Bwana asifiwe sana. Neno linasema ya kwamba akatafuta mawe 12. Haleluya, madhabahu ya Bwana. Tazama mwenzako, mwambie madhabahu ya Bwana. Haleluya, akatafuta mawe 12. Hiyo haikutosha. Tazama mwenzako, mwambie haikutosha. Akachimba mtaro. Akachimba mtaro ambao ungeingia lita 10. Ni lita ngapi? Kuna lita hapo za maji ungeingia. Akachimba mtaro ikizunguka yale madhabahu. Bwana asifiwe sana. Naitwa mtu wa Mungu Elia. Afurahisha na mtu wa Mungu. Lazima ningeondoa. Ondoa madhabahu ya Baali leo. Leo watu ondoki na madhabahu ya Baali. Bwana asifiwe sana. Leo watu ondoki na madhabahu ya Baali. Lazima tuyaondoe. Labda ndio imezuia yetu Mungu ashuke. Akachimba mtaro. Akakata yule ndume. Bwana asifiwe sana. Akakata ndume. Haleluya. Naona mtu wa Mungu akichukua wakati wake vizuri. Bwana asifiwe sana. Akakata ndume pole. Akamwekelea juu. Bwana asifiwe sana. Yeye hakufanya kazi kubwa. Bwana asifiwe sana. Yeye hakuchukua muda wote. Haleluya. Na Biblia inasema ya kwamba akatengeneza madhabahu ya Bwana upya. Haleluya. Akatwaa mawe 12. Akachimba mtaro ukizunguka madhabahu. Akazipanga zile kuni. Akamkatakata yule ng'ombe vipande. Akaviweka juu ya kuni. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Alipomaliza, tazama mwenzako, mwambie alipomaliza kufanya hayo, akaambia sasa, akawaambia jazeni mapipa 4 maji. Bwana asifiwe sana. Jazeni mapipa 4 maji. Akamwaga juu ya sadaka ya kuteketeza na juu ya kuni. Akawaambia fanyeni mara ya pili. Haleluya. Akawaambia fanyeni mara ya pili. Akawaambia hata mara ya 3. Fanyeni hivyo mara ya 3. Haleluya. Na Biblia inasema ya kwamba mfereji wote ukajaa maji. Baka akamwagilia. Hicho madhabahu ya Bwana hainanga haraka. Kama unakuja kusifu hapo, unakuja na haraka. Madhabahu ya Bwana, haleluya, hakuna haraka. Ukiwa kijua uko mbele ya nani, tengeneza madhabahu pole. Haleluya. Alipomaliza kufanya hivyo, Elia akasema ya kwamba Bwana Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Haleluya. Na Biblia inasema ya kwamba moto wa Bwana ukashuka, ukateketeza sadaka, ukateketeza kuni, ukalamba yale mawe, ukalamba mavumbi, kila kitu. Wow! Nilidhani hapo utasema nduru kubwa sana. Haleluya. Madhabahu ya Bwana. Akaita Mungu wa Yakobo, akaita Mungu wa Isaka, akaita Mungu wa Ibrahimu. Moto ukashuka. Haleluya. Ukalamba yale maji, ukakausha kila kitu. Madhabahu ya Bwana. Madhabahu ya Bwana. Na Biblia inasema ya kwamba kila kitu kilipomalizika, kuna kitu kinanifurahisha sasa. Madhabahu yakikubalika, kuna mambo hayakwezi kukusimama. Madhabahu yakikubalika, kuna mambo yanaondoka katika jina la Yesu. Haleluya. Watu wote wakasujudu. Madhabahu ilipotomeka yote, watu wote wakasujudu. Haleluya. Akasema ya kwamba kabla Waisraeli, wakamateni wote. Manabii wa Baali. Madhabahu yakikubalika, madhabahu yakichomeka, madhabahu yakikubalika, kuna mambo yanavunjika katika jina la Yesu. Haleluya. Naambia wakamate wote. Bwana asifiwe sana. Wote wakamate. Haleluya. Wakamate wote. Leo Biblia inasema ya kwamba wakapelekwa pale kwa mto Gosheni, akawaua yeye mwenyewe.
madhabahu yako yakikubalika. Haleluya. Tazama mwenzako, muulize madhabahu yako yashawahi kubalika? Yakikubalika kuna mambo hayatasimama. Haleluya. Kuna mambo. Bwana asifiwe sana. Madhabahu yakikubalika kuna mambo yanavunjika. Kuna mambo yanaondoka kwa maisha yako. Kuna mambo yanaondoka kwa maisha yako. Katika jina la Yesu, madhabahu yakikubalika. Wakashikwa wale manabii 450. Haleluya. Yeye mwenyewe Elia akawaua wote katika kamoto kabisa. Yeye mwenyewe. Madhabahu yamekubalika. Nataka kukuambia madhabahu yakikubalika. Sasa sikia hii. Nilipomaliza. Haleluya. Alipomaliza kuua mchungaji. Neno Bwana inasema ya kwamba akaambia enda ukule na ukunywe. Haleluya. Unaona mtu ambaye ana akili nzuri. Yaani madhabahu yamekubalika na ameambiwa enda kwa mke wako labda Jezebeli, uende ukule na unywe. Haleluya. Na leo Bwana inasema ya kwamba mtu anaitwa Elia akapanda sasa juu mlima Karmeli. Alikuwa hapo sasa. Haleluya. Mambo yalikuwa yanatendeka hapa. Madhabahu yamekubalika. Amemaliza wale manabii wa Baali. Hakukaa hapo. Neno la Bwana linasema ya kwamba mpaka juu mlima Karmeli. Haleluya. Panda mpaka pale juu. Jisumuru wa gari. Madhabahu yako yakikubalika. Bwana asifiwe sana. Madhabahu yako yakikubalika kuna mambo yanafuata. Lazima iongee. Lazima ibadilishe mambo katika jina la Yesu. Akapanda juu pale juu mlima Karmeli. Bwana asifiwe sana. Akapanda mpaka pale juu. Alipofika pale, tazama mwenzako. Mwambie alipofika pale. Naomba kijana mmoja ambaye akona size wafike. Ambaye anaweza inama. Hawezi. Huyu anaweza. Tafutie kijana mzuri. Haleluya. Unataka kuuliza. Hakutaka kusikia kitu kingine, alitaka kusikia Bwana. Hakutaka kusikia sauti za Jezebeli, alitaka kusikia Bwana. Hakutaka kusikia sauti za Ahab, alitaka kusikia Bwana. Akainamisha kichwa chake katikati ya mikono. Haleluya. Unapumua kidogo alafu tunatulia. Haleluya. Moto wa Mungu. Hakutaka kusikia kitu kingine. Alitaka kusikia Bwana. Haleluya. Ako katika mlima Karmeli. Ukitaka vitu zingine zako zifanyike, ondoka kwa maeneo ya kawaida. Haleluya. Ondoka kwa maeneo ya kawaida. Bwana asifiwe sana. Walipoona Dorcas ameenda, walimweka pale gorofani juu. Haleluya. Weka mambo yako juu katika jina la Yesu. Ukiona ya kwamba unataka Mungu afanye kitu, ondoka kwa maeneo ya mazoea. Bwana asifiwe sana. Akaondoka kwa maeneo yale ya chini. Akapanda juu mlima Karmeli. Akainamisha kichwa chake katikati ya miguu. Akafunika masikio. Akataka kusikia Mungu ana nini. Hakutaka kusikia Jezebeli. Hakutaka kusikia Ahab. Alitaka kusikia Mungu ana nini. Haleluya. Mungu anasema nini? Na naona Bwana anasema ya kwamba akaita mtumishi wake. Akamwambia nataka sasa uondoke. Nataka uondoke kama tuhubiri na wewe. Nataka uondoke. Uende pale kwa ziwa, yani pale kwa lake, uone pana nini. Haleluya. Nataka uondoke. Uende uangalie kuna nini. Akaondoka mara ya kwanza. Haleluya. Alafu akarudi. Akasema hakuna kitu. Akaambia nenda mara ya pili. Haleluya. Akaenda. Akasema hakuna kitu. Akaambia na mara ya tatu. Haleluya. Akarudi. Akasema hakuna kitu. Nenda mara ya nne. Haleluya. Akarudi. Akasema hakuna kitu. Akaambia nenda mara saba. Akaenda mara ya 6. Bwana asifiwe sana. Na mara ya 7 akakuja. Akasema nimeona wingu dogo. Nimeona wingu dogo.
muujiza ambao unakuja kubadilisha maisha yako. Si kitu kikubwa, ni kitu kidogo. Aliona kitu kidogo kama mkono wa mwanadamu. Haleluya. Aliona tu kitu kadogo kama mkono wa mwanadamu. Kuna kitu kinanifurahisha na mtumishi wa Bwana. Akamwambia kimbia haraka. Kimbia haraka. Kimbia haraka. Mwambie mtu anaitwa Ahabu aondoke na gari yake farasi. Aondoke kabisa. Aondoke kabisa. Asifungiwe na mvua. Aondoke kabisa. Kile kinaleta mabadilisho kanisani hili si washirika wengi. Bwana asifiwe sana. Ni watu wa Mungu. Hata kama ni watu wachache, anaweza nunua mnyama katika jina la Yesu. Haleluya. Hata watu wachache wanaweza nunua feri katika jina la Yesu. Haleluya. Kile kinaleta muujiza ni kitu kidogo tu. Ni kitu kidogo tu. Kinakosana mkono wa mwanadamu. Haleluya. Thank God. Hey. Tukani yangu. Kitu kidogo tu. Bwana asifiwe sana. Kama mkono wa mwanadamu. Kambi ondoka. Very fast ondoka. Ondoka kwa haraka. Mwambie mtu anaitwa Ahabu ondoka kwa haraka. Akafungiwa na mvua. Bwana asifiwe sana. Akamwambia ondoka. Wewe mwambie ondoke na gari yake ya farasi. Haleluya. Hapo aliposikia hivyo akaondoka. Wow, sasa hapa ndio pananifurahisha. Yesu mwana wake. Oh, mashara babuni tele mazao. My God. Kamwambia ondoka. Bwana asifiwe sana. Kamwambia ondoka. Ondoka. Haleluya. Kuna kitu kinanipendeza. Kuna kitu kinanipendeza. Naona Bwana anasema ya kwamba mbingu zikatanda. Mawingu mazito. Upepo ukavuma. Kutoka hapo mbingu likatanda. Yaani mawingu yakaanza kujirudisha pamoja. Inaitwa madhabahu yakikubalika. Kumbuka yalikubalika pale chini mlima Kalbeli. Kumbuka madhabahu yote yalichomeka. Haleluya. Na mambo yakaanza kujiendesha katika jina la Yesu. Haleluya. Mawimbi yakatanda. Bwana asifiwe sana. Mawimbi yakatanda, upepo ukavuma, pakanyesha mvua kubwa. Wacha nikwambie. Ahabu akapanda gari lake akarudi Jezreeli. Huyu mtu alikuwa na shida zake. Alikuwa na kibarua ngumu kabisa, si ndio? Akapanda gari lake la farasi mpaka Jezreeli. Bwana asifiwe sana. Sikia hii sasa. Sikia hii. Nguvu za Bwana, yaani nguvu za Mwenyezi Mungu zikamjia Elia, naye akajifunga kukaza joho lake kiunoni. Haleluya. Akakimbia kutangulia Ahabu kuingia mjini Jezreeli. Nataka uishike vizuri hili. Huyu ameondoka na gari yake ya farasi. Na mnaona movies, unaona gari za farasi vile zinaenda. Mtu anaitwa Ahabu ashaondoka tayari. Haleluya. Naye sikia hapa. Mtu anaitwa Elia. Nguvu za Bwana zikamchukia Jezreeli. Nguvu za Bwana zikamchukia. Akatoa nguo yake, akajifunga kiunoni. Neno la Bwana linasema atapita Ahabu. Madhabahu yakikubalika. Bwana asifiwe sana. Madhabahu yakikubalika, kuna speed nyingine sio ya kawaida katika jina la Yesu. Haleluya. Madhabahu yako yakikubalika, madhabahu yako yakikubalika, kuna nguvu sio ya kawaida. Haleluya. Kuna speed sio ya kawaida. Bwana asifiwe sana. Neno la Bwana linasema ya kwamba huyu mtu ambaye anaitwa Ahabu alisikia tu kitu kimempita. Kuangalia nyuma. Nini? Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Madhabahu yako yakikubalika, kuna speed sio ya kawaida. Wale hawajaolewa wamepitisha miaka. Madhabahu yakikubalika, kuna mambo utapita. Kuna wengi utapita katika jina la Yesu. Wale bado hawajapata plot, wale bado hawajapata boma, wale wana shida fulani. Madhabahu yako yakikubalika, kuna speed sio ya kawaida. Haleluya. Salimia wawili watatu. Waambie madhabahu yakikubalika, utawapita wote. Utawapita wote. Utawapita wote. Utapita
yangu yanakubalika katika jina la Yesu. Haleluya. Kubarikiwa nawe sitoki hapa usiponibariki Bwana, naomba kubarikiwa nawe sitoki hapa usiponibariki. Toka pole pole kama hakuna kitu. Haleluya. Jiondoe tu pole pole. Bwana asifiwe sana. Madhabahu yana gharama yake. Bwana asifiwe sana. Madhabahu yana gharama. Yeye Mungu anafanya hivi, anasikia uzito huo unatosha nibariki chialete. Uzito huo unatosha nibariki chiama. Uzito huo unatosha. Haleluya. Madhabahu yakatatia mama mshanamu. Bwana asifiwe sana. Ni madhabahu gani umefanya hapa inaweza kukutetea? Ikaleta ufufuo, ilileta uhai kwa huyo mtoto. Yes. Madhabahu. 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 Hiki kutetea. Hiki kukutetea mtu. Hiki kutetea my friend. Utawapita wote katika jina la Yesu. Wale waliondoka mapema, waambie utawapita katika jina la Yesu. Wacha nikwambie mambo ya mtu anaitwa Danieli. Alipokutwa na Nebukadneza, akaambiwa kwamba ndoto yameota ndoto. Naye mfalme anataka tafsiri na ndoto yenyewe. Kitu kigumu sana. Ule kuniambia tafsiri na ndoto yenyewe. Na amesahau hata yeye mwenyewe. Wala siwe sana. Naenda kukatumana. Wachawi, waganga, wote wakashindwa. Danieli akasema ya kwamba kaambia aliyokuambia alikuwa anatumika kwa nyumba ya mfalme. Akamwambia aende waambie mfalme anipe muda. Danieli akasema nipe muda. Na wewe waambie mwenzako nipe muda. Kuna speed ambayo itaondoka ya kawaida, sio ya kawaida kabisa. Waambie akupe muda. Bwana siwe sana. Danieli akaomba muda. Akasema nipe muda. Au unasuka nini? Wakupe muda. Haleluya. Wakupe muda. Mdogo tu. Bwana sifiwe sana. Waone tu nguvu zikishuka. Wale walioa kitabu unawapita. Watasikia tu. Katika jina la Yesu. Chapia Yesu makofi na sifa. Yaani wewe unaimba hapa. Imba ni kama utaimba tena. Kama unajitolea, jitoleeni kama utajitolea tena. Haleluya. Kwa sababu hiyo ni madhabahu unatengeneza na itakuja kukutetea. Unatetea mama mshonamu mpaka maiti yakakuwa yamerudishwa uhai katika jina la Yesu. Naomba katika jina la Yesu, kile kimekufa katika maisha yako Mungu akirudishe katika jina la Yesu. Kile kimeangamia katika jina la Yesu Mungu akirudishe katika jina la Yesu. Kile kimekufa hata kama ni ndoa inaonekana ni kama haina uhai, Mungu aipe uhai katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, yale yamekwama kwa maisha yako Mungu alete spidi sio ya kawaida. You're watching IBGM TV, home for all Christians.